Kwa jina naitwa Elizabeth Matayo. Nimetoka kijiji cha Longojo, kata ya Misigio, mwenyekiti wa kitongoji cha Entarakwai. Mimi ni mzaliwa wa Ngorongoro. Mara ya kwanza nilipochukua fomu, nilipata ushirikiano kwa diwani wa kata, mwenyekiti wa UWT pamoja na katibu wa chama. Hii ni mara ya pili kuwa mwenyekiti. Nilipenda sana kuwa mwenyekiti ili kuwasaidia wakina mama wa Kimaasai ya wafugaji wa Masai, kwa kuwasaidia kwa uwezo nilionayo. Kwanza kabisa kuwasaidia kwa namna ya kuwasaidia wasichana wa kutokwenda shule. Changamoto nilizokutana nazo, wanaume walikuwa hawataki nichukue fomu, lakini kwa bahati ya Mungu nimechangamuka, nikaichukua fomu nikaijaza. Kwa hiyo waliposikia nimeijaza, walihangaika, lakini hawakupata nafasi, maana nimesha chukua fomu na wanawake wako kipaumbele kabisa kuniunga mkono. Mara ya kwanza nilipoitisha kikao ya kitongoji, baadhi ya wanaume hawakuhudhuria kikao, na changamoto nilioipata mara ya kwanza. Na changamoto nyingine ya pili, nilikutana na changamoto ya msichana wangu mmoja aliyemaliza kidato cha 4. Mzee akasema basi imefika kiwango sasa ya kwangu mtoto aende kuolewa. Ndio nikakimbilia kwa mwenyekiti kitongoji kwamba anisaidie kwa hili, lakini sikupata msaada yeyote, maana nilikuwa mimi mwenyewe. Alafu uongozi mwingine ilikuwa ya wanaume, nikapatwa na hiyo changamoto. Sasa mtoto mpaka leo yuko kwa bwana. La kwanza kabisa ni kuwapa wakina mama elimu ya kutosha. Shirika kama ya Pigos, SUP wanatoa semina mara kwa mara, mjitokeze kabisa, tuna uwezo. Alafu lingine ambayo itawasaidia wakina mama, siku za mkutano kama mkutano wa asara au mkutano mkuu wa kijiji, wakina mama wakiona wengine wanavyosimama kama wanaume na kutoa ushauri au na kupitisha uamuzi, watapata moyo mkubwa wa kujitokeza bila shida. Wanawake wengi wakipewa uhuru na wazee wao, tutaipata zaidi. Lakini jamii ya Wakimasai wengine wanasema wanawake wakipewa uongozi wanaondoka manyumbani kwenda porini, na ikataa kabisa, sio kweli. Kwa hiyo mimi nawaomba tu kabisa wazee wa Kimasai kabisa waachie kabisa wakina mama uhuru, waotoke kwa namna yoyote wa kujisaidia. Mimi nilipoingia kuwa mwenyekiti, nilianza na mradi wa shule. Nilishughulikia kabisa shule, nikaifeka, nikaifuatilia watoto pamoja na madai ya walimu mpaka sasa shule inaendelea. Nikafuatilia mradi wa maji. Mradi wa maji imelala mpaka maji katika mpaka kwenye kisima ikafunikwa na uchafu yoyote. Hiyo nimewaomba vijana. Baada ya kuchota na wakina mama, nilisimama mbele ya wakina mama, kila atakayechota anatoa 1,000, nikamlipia fundi. Mpaka sasa watu wanakunywa maji kwa ajili ya kwangu, nimefuatilia mwenyewe. Waliitikia kabisa wakina mama, maana ni wao ndio wanachota maji. Lakini kwenye kikao ya kitongoji tumeweka kwamba kwa vile sisi tunawachangisha wakina mama pale wanapochota maji, kila balozi wa China naomba awachangishe wazee 2,000 kwa ajili ya kununua mpira wa kuchota maji. Mimi nawaomba tu kabisa wakina mama wa Kimasai, nawaomba kabisa wajitokeze kabisa kwenye uongozi, hasa waanzie hata chini ya mabalozi, kitongoji, kijiji mpaka diwani viti maalum. Wajitokeze kabisa, kwa sababu wana uwezo kabisa ya kutosha.
Kwa hiyo nawaomba sana wazee wa kifugaji wa Kimasai waachie kabisa wanawake, wana uwezo wa kutosha.